Archbishop Harrison and Bishop Maina, the second Deputy President of the Republic of Kenya, waheshimiwa wote na wale watu wamekuja hapa kwa occasion hii. God is good and all the time, and that is great. Wow. Mimi sina mengi ya kusema. Mimi ni kuwakaribisha katika ile ward kubwa Nairobi, hiyo inaitwa Ruai, na mmekaribishwa sana. Mimi sina mengi ya kusema. Nikisema Bishop Maina ni rafiki yangu na bibi yangu ameniambia nikusalimie, kulikuwa na function ya family, hangeweza kukuja. So tuko pamoja sana, na niseme wakati mtakuwa mkienda, Mwenyezi Mungu aweze kuongoza muende salama. Na mimi ndio MCA wa hapa ward ya Ruai, na niliambiwa juu hakuna maji, mimi nitasimamia connection ya maji hapa. Hata tumeleta ofisi za maji hapa bypass. Hata leo ndio ilikuwa wanahama kutoka Monday, mtu yote ya Ruai, ofisi za Nairobi Water ziko hapa bypass. Asante na Mungu awabariki. Thank you very much. Sasa nakwenda hatua hiyo nyingine, nimkaribishe mbunge wa Starehe Bwana Amos Mwango. His Excellency Rigathi Gachagua, Archbishop wangu Harrison Ng'ang'a, na my newest Bishop Maina OTC, na waumini wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi yangu si mengi, yangu ni kushukuru ndugu yangu. He is my spiritual brother, elder brother, and nakushukuru kwa sababu umeona hii safari ukiwa from grace to grace, from one grace to the other. Nasikia nimefurahi sana kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Wewe ndio umenilea pale Starehe. Nakumbuka tulikuja kanisa pale, haikuwa hata tent pale nje. Ukanunua tent na sasa naona umejenga kanisa kubwa sana. Ukafanya kazi ya Mungu. Nashukuru sana. I feel very proud of you because also unanisetia mentorship program nzuri sana ya kujua I can be what I can be if I trust in God. Si kweli? So me congratulations sana and your wife. Ministry nimeshikilia, umeongoza watu miaka mingi, vita umepigwa mingi sana na watu, but despite that Mungu amekufikisha hapa. Mimi leo sitaongea siasa, tusifanyange siasa ya kanisani, lakini najua nikisema one time najua unaniombeanga. Nikisema one time najua unaniombeanga. So na nitazidi kusema tu hivyo na nitazidi kukushikilia. Wengi hapa watakupea hadithi mingi sana, lakini unajua hii safari tulianza nayo mbali. Hakuna wakati nimekuwa na project ya kanisa hujaniita na sikosaki kukuja. Na ndio hiyo heshima. Wakati nilituma kwa Babu Wino na Sifuna, na ategegeta kana kali ndone ngute yite. Na tulipatina watauka ni matumano. Na niwe kana nite hiyo tu kutura na shio nawe. Nyari adali tukaga bana president. Uture ho yagira. Ndio kaho yagira ndigali wa Gachagua o muthenya. Tondu rikyo gituga tikia ruriri. Gaya mwamwekerega na murani. Thank you very much. Bado kuna gari imefunga barabara, mwenye gari KCK 602L. KCK 602L. Kabla niende kwa Meja Dom, nimedhurishwa kuna elected members wa Nairobi. Kama kunao wasimame tu ni watambue kwa sababu ya muda tafadhali. Karani na kuona, na kuna mwingine isipokuwa Karani. Kuna mwingine basi Karani ni MCA wa utawala wote. Wacha nikutambue kwa sababu ya muda na nichukue nafasi hii. Pia MCA wa Mweki hapa anatuwakilisha sehemu nyingine. Kwa hivyo wala wanajua yeye ni mfuasi wa vuguvugu hii. Kwa hivyo hajakosa kuwa hapa kwa makosa, anatimiza kazi nyingine kule Orokarau, na kwa hivyo ametuma rambirambi zake. Na sasa mnikubalie nimwarike mwenzangu kutoka Kayokotore, Meja Dom. Asante Mheshimiwa Gakuya. Our second Deputy President, Archbishop Harrison, Bishop the newest in town, na washirika wote. Mungu ni mwema na kila wakati. Mimi naitwa Meja Dom Benjamin Gadiro, mbunge wa Embakasi Central,
Embakasi Central mmeambiwa ni huko Kayole. Na niseme sisi tumefurahi leo Maina wa UTC ni undu wa gutwita igongona iriri riaku ni igongona riega igongona ithaka na tuoka gwikira wira ati wira uria ukoretwo ukiruta ni urutite wira mwega. Njuge kanitha ino yaku haria ikinyite ungimirora uria ihana nguragia ni kuria kana ni kungi tondu ni kanitha nini muno Nairobi ikinyite haria ndo ikinyite tutete ndio ndaigua twitete uthiete uguo kahora na ni wira mwega utite koguo Ngai akurathime Ngai akwongerere wote guthie na mbere na maguta macio wayo makorwo magutuguna ithuĩ bururi no gatuhoera turi ithuothe ni njui ni murona haria bururi haria uri wi handu horu muno ndiendaga kuga ati ni njui mwatũrire tucagũre aya mariho na ndiendaga kuga ni ithuĩ tweĩrie no nyendaga tuge ni twahĩtirie ithuothe rĩu inyuĩ mũtũhoere Ngai atuhe mũtongoria mwega no ndagatuhe ũyũ wiho tondu ciana icitũ ciana cia Nairobi mani ciũragirwo mũno ndiũ kana mũramenya ũguo ciana nĩ inyitirwo mĩgwate mũno na tutiacagũranaga nĩgetha ciana citũ ciũragwo tutiacagũranaga nĩgetha ciana citũ ciĩkwo kidnapping. Jana hapa Olkarau usiku wanaenda kushika aspirant wa MP wanazunguka na yeye wanamwachilia saa 6 ya usiku sijui wamemnyoa wameenda kunyoa nywele. Sasa hii serikali gani? Are we here to be kidnapping our young men and women? For this country to go on, lazima tuhakikishe kura tumepiga na tumepiga vizuri. Angalieni maneno ya msomo. Mheshimiwa Janet Muthoni hapa amesema watoto hawaendi shule. Maneno imeumizwa. And our second deputy president, tunakuomba vile umeambiwa na Maina, uendelee kushikanisha the opposition. Tuhakikishe tumepata candidate mmoja wa kiti ya president. Tuhakikishe Kasongo tumepeleka nyumbani. Asanteni sana, Mungu awabariki, tunawapenda na sababu mimi ni mwanasiasa lazima nitawaambia harambee. Shukrani Bwana Meto. Nataka kutambua sisi kutoka Machakos County Bwana Kirima tu kwa ametumwa na Wapinya, na hapa vile vile julisho wako na MCA kutoka Mwea. Hali ulipo naweza inua mkono, hatuna mwingine. Na tukielekea kutamatisha yangu tu ni kuongeza kusema ni jambo ya kukashifu sana vitendo za kuendelea kushika watu nyara. Na tumeona juzi kijana wetu kutoka pale Pangani juzi alitekwa nyara kutoka Orokalau, na vile vile akaenda kutupwa huko Umasaini. Vile vile usiku wa jana tumeona vile vile wamemkamata pia mgombea wa DCP kule Orokalau, na wakaenda pia kumtupa kule Suswa pande wa Masai. Na tunasema tumeona juzi rais wakiwa na rais jirani hapa akiambiwa ati achukue bokora na huyo mwingine achukue bokora ya kupiga vijana. Tunasema Kenya ni nchi ya demokrasia na sisi hatuwezi kuwa level moja na Tanzania, na sisi tuko katika multi-party democracy, na tungeomba kwamba katiba yetu ifuatwe taratibu ili nchi hii ikae uhuru. Watu walienda msituni Mau wakapigana wakipigania uhuru wa nchi hii, na uhuru hii ni kumaliza na kupeana uhuru kutoka kwa mbeberu ambaye ni foreigner na pia mbeberu wa kutupatia mamlaka hapa nchini. Kwa hivyo katiba yetu haijui tena dictatorship, na ndivyo tunasema kama nchi ya Kenya tungetaka kuona uhuru wa kila mtu ukitendeka. Na tumeona jana huko Rift Valley pale jirani ya Nakuru vijana wa Kenya Kwanza wakimkashifu kwa matusi rais ambaye amestaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Na tunasema hata kama rais amestaafu ni Mkenya, ana haki zake za kikatiba katika katiba yetu na akona uhuru wa kuzungumza, na kwa hivyo hawezi kushikwa kama yeye
ni mtu ambaye akistafu hana sauti yoyote, na tungetaka kusema watu wote Kenya wapewe heshima kulingana na katiba na kila Mkenya apewe heshima zake. Nikimalizia ni kusema leo shughuli zimefana, na ndugu yangu Maina, ile kazi umepewa ni ya kulinda nchi, na umeambiwa pia uende kwa manchi. Kwa hivyo umetolewa kuwa kiongozi hapa, lakini pia umeambiwa uchukue ushukani, utembee nje na uweze kutumikia ulimwengu. Yangu ni kukuambia hiyo kazi Mungu ashakupachika, ifanye na usaidie nchi ya Kenya kutoka kwa maovu, usaidia Kenya kwa maombi. Hakikisha ndugu yangu Rigiji, kwa sababu unaona mara wanamuinda kama swara na timu yake wako katika nafasi nzuri, na Mungu ameendelea kuwalinda, kwa sababu inakaa ni kama nchi hii tumerudi katika zile sehemu za mkoroni mweusi. Na ningetaka kumaliza na kusema sisi kama Wakenya na Nairobi tunaomba amani, na tunaomba vijana wetu wajiondoe kwa ile vuguvugu za mangunzi, ili kama ni nchi ya Nairobi ama jiji ya Nairobi iweze kufanyika kazi, na hiyo ndio barabara tu peke yake tunaweza kuwa na ushindi wa kujivunia utawala mzuri katika nchi hii yetu ya Nairobi. Ningetaka nimwalike Senator wa Murang'a, na nikimwalika sitarudi hapa, yeye ndiye atatualikia kinara wetu yeye akimaliza. Kwa hivyo nimepeana ushukani kwake ndugu yangu Nyoto. Pigieni Mheshimiwa Kakuya makofi. Basi ya Bishop Harrison aliyetuongoza katika ibada hii, na bishop mpya katika mji, Your Excellency the Second Deputy President of the Republic of Kenya, viongozi wote mliofika hapa na wananchi, Bwana Yesu asifiwe. Yesu anene. Gaidio shomuri ya nyumbani yake ndio nyetu. Asante. Mimi nataka kwanza nichukue fursa hii to congratulate my brother and constituent, now Bishop Maina wa OTC, na mpenzi wake Reverend Teresia kwa kupakwa mafuta ya kuhudumia Mwenyezi Mungu kwa viwango vingine, na ninajua kwamba you will not let us down, kwa sababu Mungu wetu hashindwi. Nataka niseme kama hivyo ulivyoambiwa na Archbishop Harrison, erwo ni undu wa maguta maria hakwo ni guguka andu aingi kanitha-ini na indo nyingi tutigia cia mukirire twa-ini ria Jesu. We receive in Jesus' name. And Archbishop, I believe and I have faith that what you have prophesied is going to come true. Mimi, Your Excellency Bishop Maina wa OTC alisema jambo moja wakati vita vilianza dhidi yako. Akasema katika mambo haya yote augire kiundu-ini giki giothe kihukanio-ini giki giothe Ngai arikorwo mwena wa rigathi, na noguo gwathire. Na hau niguo ndamenyeire ati Maina wa OTC tiwe wiheage uhoro, ni Ngai ukoragwo munete uhoro. Na mimi nataka nikwambie, tafadhali uendelee kusikiliza sauti ya Bwana. Usiwahi, kama ulivyosema, usiwahi kuongeza wala kupunguza yale ambayo Mwenyezi Mungu atakuonyesha katika ndoto, katika maono. Na nijue ubone uthi na mbere. Your Excellency, I'm here besides accompanying you, kwa sababu mimi ndiye senator wa ushago wa Bishop Maina wa OTC. Ona karago noni bishop noni senator wake. Ona kwa tukoroko mwenu mwage siasa noni mune ya giteo noni jeshira dia ne agachokone di mwene vitu. Kwa hivyo mimi sitaki niseme mambo mengi. I just came, Bishop, to stand with you and your wife and the church. Na hari undu ungi Archbishop auga ati guku ni gugukura na kugia kinyama cukuru ona thibitari andu a Ngai matungatagirwo guku magitungatagwo kiroho kana tiguo.
Mimi nikimaliza niseme kwamba I forgot to recognize with your permission, Your Excellency. Huyu jamaa kuja tu kidogo dakika moja na sekunde, kwa sababu ni mheshimiwa aliyechaguliwa, na si hivyo tu, juzi ametawazwa kama msemaji wa Wakorino, na yeye ni MCA wa Ngararia Ward, Gatanga constituency in Murang'a, Kandara constituency in Murang'a County. Labda neno moja tu tafadhali. Thank you muno. Archbishops aria tuli nao, Bishop Mweru muno Maina wa OTC na mutumia waku, na our Deputy President uria tuwe twaikirie kura, na waheshimu othe na arata othe a kanitha uyu. Ngai ni mwega na hĩndĩ ciothe. Ndarũgama haha mbere yanyu nĩ tondũ ndĩ mwaria wa andũ arĩa metagwo aroti thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, na ndĩna kĩndũ kĩmwe kwenda kuga mbere yaku Your Excellency, ya kwamba iko watu ambaye walikuwa wanasema wewe na Wakorino hamuna uhusiano, lakini ningetaka kutangaza Meja Dong, ningetaka kutangaza nikiwa Nairobi, wewe na Wakorino ni kitu kimoja. Na niongeze ya kwamba mkutano ya kwanza ya kuzindua zile tunaita SACCOS za Wakorino tulifanyia huko Orokarabo, na wewe ndiye ulikuja ukiwa mgeni wa heshima na ukatoa pesa yako ili tuendeze SACCOS zetu katika hii dini yetu ya Wakorino. Kwanza nikwambie, wale wanasema hivyo sio wetu, kwa sababu ikiwa ni wetu wangekumbuka mahali tumetoka, wangekumbuka hata rais aliye staafu, Rais Uhuru Muigai Kenyatta, ile samba wazee wetu walienda kuombea huko Mafoko, yeye ndiye alilipa, akatoa pesa yake akalipa. Lakini kwa sababu wanataka kufurahisha rais ambaye ako mamlakani, wanamshukuru kama ni yeye amenunua hiyo samba. Ningetaka kusema ya kwamba yeye si yeye alinunua. Wangemwambia ukweli, waseme asanti, unataka kujegea sisi Corinth, lakini samba yenyewe ni Rais Uhuru Muigai Kenyatta ndiye alinunua. Na ikiwa iko mtu ambaye ako na taswisi na hiyo maneno, anione nimwambie hata mahali pesa ilitoka na ni watu wangapi walienda kuchukua hizo pesa ili waende wakalipe hiyo samba, nitawaambia. Kwa hivyo wale wanaeneza maneno baya kuhusu Wakorino ati sisi na Rigiji hatuko njia moja, tunawaambia hivi, ni wao wasio pamoja na Rigiji, lakini sisi sote Wakorino tuko nyuma ya Rigiji na tunaendelea kukuombea, na utaendelea kuwa na beba ya kukubalika katika Kenya yote. Kwa hivyo nikisimama hapa kama mnenaji wa Wakorino, nataka kuondoa hiyo uhasama, niseme wewe ni wetu na sisi ni wako. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Simon Mwaura wa Mwea kutoka Murang'a sub county ya Kandara. Mimi nimechaguliwa huko mahali naitwa Ngararia, na hii ni mara yangu ya 3 kuwa kiongozi. Mungu ambariki na mtendee mema. Asante. Ndagwĩtĩkĩria tondũ mwarĩrĩria wa Wakorino na nĩ Bishop wa Wakorino na nĩ eka wega nĩ gwĩkĩra ũira. Geithio ũcio mũrigairio mwĩre nĩ ũrugo kama na thara wene. Mwĩre rĩngĩ nĩ ũrugo kama na thara wene. Thara ũrĩa Uhuru Muigai wa Kenyatta atigire ahanda, mũndũ nĩ oke ahande wake atigane na wa Uhuru. Kana tiguo? No kana atigweta mũndũ no mũkamithĩ mũtiakĩmũmenya. Ũrĩa ũthiaga akĩroraga thara kene harĩa karĩ agakama nako.
Ndivyo kitakuwa ndeto hiyo. Mimi nataka niseme kwamba nijiunge na wenzangu kusema kwamba sisi tunaendelea kushikashifu kwa vikali sana vitendo vya utekaji nyara tena, na utekaji nyara ulikuwa umeisha mpaka rais wetu alipozuru nchi jirani ya Tanzania na akaambiwa atiachukue mkwaju, wapige vijana mkwaju pande hii na pande ile wapige vijana mkwaju. Tunataka tumwambie Rais Samia Suluhu kwamba Kenya ni tofauti. Kama kuna mikwaju wapigane kule Tanzania, huku hatutakubali kamwe vijana wetu kutekwa nyara. Hilo tumekataa. Pili, ni makosa sana, ni dhambi kudanganya mbele ya watu na mbele ya kanisa. Tuliambiwa watoto hata wale ambao hawakuwa na pesa na wameitwa grade 10 wakaambiwa waende shule kama wana pesa ama wana pesa. Watoto wale tumeambiwa na expose katika Citizen, watoto wengi walifukuzwa nyumbani na viongozi na rais hajawahi kusema tena, je, wale watoto aliosema waende shuleni hata wakiwa bila karo na bila uniform, je, tufanye nini na watoto wako nyumbani? Na karagwene ya mliona na mudusho tono murata wako ureke muria umuria tono no girasiana ide dukiro na itena besha ri na ne sheika kimuore umuria na gitio karago muria ciana cie mucie igwe kwatia. Mwisho tumekuwa na expose again on Citizen vile ambavyo wananchi wale walio na mapato ya chini wanakuwa overcharged na SHA kwa sababu ile means testing instrument inawaonyesha wakiwa watu wa viwango vya juu na ilhali mapato yao ni kidogo. So some citizens are paying as much as 10% of their income in spite of the fact that the law provides that you should pay 2.75%. Karago kiuya kiona kiodi ni jumu wani atuendelea takurani. Na mwisho niseme hivi, sisi kiongozi wetu ni Rigiji na hakuna kitu kingine tunajua, na mahali atatuambia tupitie tutapitia hapo, and we have no apologies to make for having been born Kikuyu. Sisi hatuna mtu ambaye tutamwambia pole kwa sababu tulizaliwa wa Kikuyu, na we will protect Rigiji. Uhuru Muigai Kenyatta ni kiongozi wetu, tafadhali lazima aheshimike. And we want to tell anybody and everybody that we are ready to defend President Uhuru Muigai Kenyatta with our sweat and blood. Hatukuwa tumekuja hapa kufanya siasa, lakini ni vizuri tuambiane ukweli, ama si kweli? Sisi tunasema Uhuru Muigai Kenyatta tafadhali amestaafu, apatiwe heshima yake, na ana uhuru wa kusema vile yeye anafikiria kama Mkenya na kama rais aliyestaafu. So we want to tell them again, we will do everything possible to see to it that we defend Uhuru Muigai Kenyatta, led by His Excellency Rigathi Gachagua. We will defend Uhuru Muigai Kenyatta with our sweat and blood. Viongozi wetu wa makanisa, poleni kama tumezungumza siasa, lakini muendelee kutuombea na kuombea nchi yetu. Leo ni ndikwedagerie hau na ndauga gikone ndaretia niwe hinya wakwa munene muno, na kwa ngone ngũthaitha mũkarimaria thingo ciothe araikana atheru othe ona ithuĩ andũ aitũ mũhoere Mwathani Ngai. Nataka nifike hapo na nichukue fursa hii kumuita kiongozi wangu wa chama, kiongozi wa mlima, kiongozi wa Kenya